Kwa hiyo wabunge ambao mko hapa, unajua mimi ni senator, hiyo bill haitakuja Senate, lakini itaenda kule National Assembly. Wabunge ambao tuko hapa, mko hapa, tumewaona. Yule ambaye atapiga yes, tutajua hayuko na wananchi, kwa sababu hiyo bill ikipita in the form it is in, it is going to worsen the problem of cost of living. Na hiyo ni ukweli. Na Mheshimiwa Sotsi, mimi hapana ogopa mtu. Mimi nasema yangu wazi mchana, kwamba hiyo sheria ni mbaya. Kwa hivyo wenzetu tutawaangalia wiki ijayo. Mtu akisimama upande ile ingine, tumesikia wametishwa, tunajua ni nani yako na wananchi na ni nani yako na Ruto. Kwa sababu amewatisha, akawaambia lazima wapitishe ndio wapatiwe maendeleo. Vile vile ile kitu ningeomba Mheshimiwa Spika, uko karibu na rais. Hii mambo unasikia mambo ya mswada, hii finance bill. Yale yaliyoko yale atukubaliane nayo, wakae chini tuongee. We should be a country that talks to each other, not talking at each other. Na mimi natumai kwamba kama kuna vile vipengele zimeleta shida, ziangaliwe na tujue vile tutasonga mbele. Pale mahali mimi nimetoka Vihiga, kumechacha. Wananchi wamekataa hiyo kitu inaitwa finance bill. Na huko Lugari mnasemaje? Munaunga mkono finance bill? Bwana Speaker, with all the due respect, that bill must be withdrawn. Kwa sababu inaenda kuumiza watu. Hata sio mambo ya housing peke yake, iko mambo mengi chafu hapo. Hata ukiangalia memorandum ambazo zimekuja kwa kamati ya finance, over 1,000 memorandum, 90% of those memorandum stakeholders wamekataa. Sasa wewe utakuwa mwerevu gani unasukuma kitu ambayo imekataliwa? Hiyo finance bill tunasikia iko kwa Naivasha inafanyiwa kazi. Tunataka ifike bunge tuione. Mimi ni kama ule anasemanga toa alama nione, aliambia Yesu. Nataka kuona hiyo bill mwenyewe ndio niseme hapa hapana, hapa ndio, hapa hapana. That is my stand. As a neutral arbiter, sisi speaker wetu huyu ni neutral. Hapa tuko na watu wa ODM, UDA, Ford Kenya, lakini hapa juu yeye ni neutral arbiter. Tukiwa hapa, tuko hapa na mirengo, tuko hapa watu wako na misimamo tofauti. Wengine wanaunga finance bill, wengine kama mimi napinga hiyo finance bill. Na sisi wote tuko chini ya nani? Speaker. Na yeye ni neutral. Sasa msichukue maoni yetu mkaweka kwa nani? Kwa speaker. Lakini speaker ukienda, mimi najua wewe uko na masikio ya Mheshimiwa Rais. Wewe ukiongea anasongesha masikio. Kwa hii finance bill, in the same spirit, alitoa vipengee, ile kipengee inahusu wale vijana actors. Iko mswada hapa kipengee inakuza hao watu wadogo wadogo, mama mboga na wengine. Tunakuomba ukifika huko, ambia rais hiyo kitu ni mbaya. Sasa hizi hata ukienda kufanya, ukienda kwa mazishi ya mtu utoe pesa, itakuwa inakatwa. Hiyo bill kama hawatafanya reform ya hiyo bill, Mheshimiwa Wetangula, I want to be the first Kenyan to tell you as my brother, whom I love very much. We shall be done. Sisi tutaenda maandamano. Kweli rongo? Maandamano Afya itakuja chini vipi katika hii finance bill ambayo wanaongelea? Mimi kama waziri nimesema bei ya kununua vitu za kutengeneza madawa iko pale, imeshukishwa. Bei ya kutengeneza vaccines iko kwenye finance bill, imeshukishwa. Bei ya kulipa NHIF kupunguza kutoka 500 hadi 300 iko kwenye finance bill na imeshukishwa chini. Katika kila mwaka kunakuwa na miswada miwili.
ya lazima katika cycle ya budget ya Kenya. Finance bill ambayo inaitwa Ways and Means, alafu appropriation bill ambayo ni expenditure. Na hao wabunge wanajua mswada ukija bunge unapigiwa kura kipengee mpaka cha mwisho, mpaka hata title inapigiwa kura. So each of the clauses in the bill will be voted for individually. So nyinyi wabunge, you are in committees. You know, hakuna haja kuja kufurahisha wananchi na kusema maneno when you are supposed to be the one who is removing the things you are telling people are bad. Ni jukumu ya wewe kama mbunge kupika msasa ule mswada, alafu ufile amendment kama unataka, usungumuze na wabunge wenzako wakuunge mkono, ukuje bunge uitoe ile kitu ambayo si mzuri. But one thing you must understand is that every financial year there are two bills that must go to parliament. Finance bill, appropriation bill. The content uliza wabunge. Wao ndio wataambia wananchi kama iko juu tuteremushi, kama hii ni mbaya tutoe, kama iko chini tubandishe, ili kuinua maisha ya wananchi. That is what these MPs should do, and I want to advise you, my brothers and sisters. Hakuna haja ya kuja kuambia mama mboga kwamba utapinga na ukifika bunge huongei. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, sema kwamba ukiwa pale kwenye bunge katika ile kiti, jambo ambalo najua ni kwamba hakuna yule ambaye atakuwa kumguza ama kupoint kidole, kwa sababu sisi kama jeshi lako tuko tayari mba. Kwa hivyo hakuna mtu anacheza naye kuona kwamba ameguza kidole, kwa sababu sisi kama viongozi katika area hii hata kubali kwa njia moja ama nyingine mtu kumguza. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, ndio kazi yako mzuri. We shall support you, we shall defend you. Juzi we had a small storm in a teacup kule bunge, na viongozi wanasema kwamba wangependa kuleta mswada ili kuimpeach speaker. Nasema kwamba wacha ukuje, sio kama sisi viongozi wa Kiluya hatuwezi kubali mmoja wetu afanye namna gani ashikwe, si namna hiyo. Kwa hivyo Speaker atasimama na wewe kuona kwamba tumekutetea, ili unapokuwa katika serikali utetee maslahi ya Mluya.